Jambo la kwanza ni misingi yenyewe, lakini jambo la pili ni mwenye haki. Bwana asifiwe. Unaweza kuongeza na watatu na atafanya nini? Na asubuhi nimekwambia ni kitu iko nje ya uwezo wake. Hana uwezo wa kufanya chochote, kwa sababu ule msingi aliyekuwa anautegemea umefanyaje? Umeharibika. Msingi ni nini? Msingi ni nini? Msingi kwa tafsiri ya kwangu, naona usipatafuta kwako. Hii ya kwangu ili kusaidia wewe kuelewa. Msingi ni kitu kinachobeba kitu kingine. Ni kitu cha awali kinachobeba kitu kingine. Bwana asifiwe. Na uimara wa jengo unategemea aina ya msingi uliowekezwa hapo chini. Tunaenda pamoja. Msingi wa anayejenga ghorofa haufanani na msingi wa anayejenga nyumba ya kawaida. Watu watajenga msingi, lakini watatofautiana. Kwa nini watatofautiana? Kuanzia kwa material wanazotumia kujengea, namna na kujenga, kina cha ule mpango tunaochimba ili kupanga hayo mawe yetu ya msingi, tutatofautiana kwa sababu kiwango cha urefu wa jengo ndio kinachotambulisha aina ya msingi unaotaka kuweka. Bwana asifiwe. Si mnaelewa hapo tu? Wewe nirudie. Kama unajenga jengo dogo haliendi juu sana, msingi wako hautaenda chini sana pia. Si sawa? Kama unataka kujenga jengo kubwa litaenda juu sana, msingi wako utaenda chini sana. Kwa hiyo napozungumza habari ya msingi kwa upande mwingine, nazungumzia ukiona leo shamba anaweka msingi, amechimba tu, amefukua, kaanza kujenga, wewe usiige. Kama wewe kina chako na urefu wa jengo lako ni refu kuliko la shamba, utafeli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu ana jambo linamhitaji kufunga maombi ya siku 14 ili aweze kufanikiwa. La kwako useme na mimi nifunge maombi ya siku 14. Wewe jambo lako linahitaji maombi ya siku 14. Inaendelea kama unataka kufunga na unafanya kinaenda. Bwana asifiwe. Yesu aliposema mambo mengine, hebu sema mambo mengine. Kwa hiyo sio yote. Wazee, sio kila kitu nataka ufunge. Sio kila kitu. Sema mambo mengine inawezekana sio kufunga, kwa sio yote. Yaani kuna mambo pasta nikitaka kuyaombea na kuwa nakula, lakini naomba na kitu kinatokea. Nini? Aina ya msingi niliyotengeneza, aina ya msingi niliyoweka ndio unaonisaidia kujua nani natokaje. Naelewa tumisho Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asa turudia. Kama msingi ni kitu kinachobeba kitu kingine kitakachokuja juu yake baadaye. Msingi wa mtu yeyote ni wazazi wake. Msingi wa mtu ni nani? Ni wazazi wake. Msingi ni kibebeo. Msingi ni mtaji kwenye biashara. Kwenye biashara msingi ni mtaji. Ukienda kwa watu wa benki ukitaka kukopa, kama wewe ni mfanyabiashara, achana na sisi ambao ni watumishi wa serikali, tunajikopea kulingana na kitu kutoka 1 ya 3. Bwana asifiwe. Ukienda benki, wewe unafanya biashara, hakupi mkopo kama maelezo yako hayajitoshelezi. Si sawa? Au fika tu nahitaji mkopo, nataka milioni 10, sasa nataka nifanye biashara. Hiyo biashara nataka nikaanzishe biashara. Alafu nataka shilingi milioni 10. Unaweza kuishi na benki ya dharau, sio dharau. Maana amekuwa
inahusu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye biashara mtaji ni nini? Ni msingi. Kama msingi ukikaa vibaya, biashara haiwezi kwenda. Si sawa? Wazazi wasipokuweka sawa sawa, unaharibikiwa. Nilikuwa namsikia juzi mchungaji Kimano anasema usiruhusu watoto wako wafundishwe na ulimwengu. Sisi alikuwa anatoa mfano yake. Sisi tunafundishwa na ulimwengu. Usiruhusu wewe mtoto wako kufundishwa na ulimwengu. Maana yake mjengee mtoto wako msingi ulio mzuri. Ndio maana tunasema mbele mtoto wako katika njia ipasavyo, naye hatafanya hataiacha. Maana yake chochote unachokiona leo kama mtoto wako bogus, tatizo sio mtoto, tatizo ni wewe. Haleluya. Haleluya. Naomba kale kafahamu kama kwa siku ya karibu soma hajaje soma juzi. Nilimwambia ukiona mtoto wako amefika form 4 kafe kama tafo. Kama hujagombana naye, nilimwambia ujiulize nini? Wewe ulipata nini form 4? Sio msingi wake. Bwana asifiwe. Wewe form 4 kufika ulishia na 7. Na ile 7 tunachukua kwako la 3 na mume wako la 4 tunajumlisha tunafika 7. Alafu mmepeleka mtoto amefika form 4 kapata 4. Usigombane naye, ona gombana na msomi aliyekuzidi elimu, unapata wapi ujasiri? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anabada msingi? Wewe umeshuka kumtengenezea msingi mzuri. Anaenda shule kwa maswali ya physics na mchanganya haelewi. Hata ile kuuliza wewe ndugu yangu sio akimena sikilizo unaijulia wapi ndugu yangu nikimbiaje shule. Kwa hiyo msingi wowote wa mtoto unaanza na wazazi. Ndio maana utaangalia sasa Daudi anasema kama msingi ikiharibika, maana wazazi ukaharibika, kanisa asili yake ikaharibika, biashara yako mtaji wake ukaharibika, wewe unayekuja juu yake, kile tunachokitengeneza kwa juu kitafanyaje? Na hizo kawaza mwenye haki. Ndio mwenye pointi ya pili, mwambie kwanza msingi ya pili mwenye nini? Mwenye haki. Mwenye haki. Mwenye haki maana yake hii si mshangwe, ni yako. Tunasema unatakiwa uipate, hii si ni ya kwako. Lakini ili uipate jasho inatakiwa itoke. Ili uipate inategemea na msingi ulioweka. Ili upate inategemea na umejipangaje. Ili upate inategemea na umejiandaje. Wewe leo umefeli maisha kwa sababu wazazi wako hawakuwa na ABC za biashara. Wewe unajitahidi zaidi kufanya biashara haiwezekani kwa sababu hauna mahali pa kujiuliza. Unaenda kumuuliza sio ndugu yako, sio mtu yoyote, na ndio maana unaenda kujifunza biashara unalipia. Kama baba yako ungekuwa na biashara nzuri, unaenda kulipia akilinda baba. Unaenda kuzenda kuja, tunafanya biashara. Anakuelekeza, inaenda sasa. Wao hawajafanya biashara, hawajafanya chochote, hawajafanya msingi wowote, hawajui chochote. Hakuna kitu umeachiwa na baba yako, hakuna ulinzi, hakuna maneno, hakuna lolote. Halafu unategemea nini? Msingi uliharibika. Haki ya kuwa na maisha mazuri ni ya kwako. Kwa nini hauna hiyo maisha? Msingi mbovu. Msingi mbovu. Sasa msingi usingekuwa mbovu, usingekuwa hivi tumekaa hapo tunatoka hapa. Hakujali na shule yetu tu. Kwa nini? Kwa sababu msingi mbovu. Mimi kwa mfano mmoja wanakuwa hawapendi sana. Kwa sababu ni mtu ambaye sio Mkristo. Ni mtu ambaye ni Muislamu. Lakini napenda sio maisha. Wala kufanya kwa nchi. Wale wanaosaidia katika kampuni yao, wale wasili wote wakubwa, wabaki kwa watazamaji, watu kuzao, ndio wameshiriki. Yaani bila sisi, mtoto wake amekaa pale, mtoto wa nani amekaa kwenye kitengo cha maziwa na korokoro gani, mwingine kashikia magari, mwingine kashikia manyumba, mwingine kashikia nini, watoto. Wao kasema wakaenda usiku. Mwingine
Msingi aliachiwa uko sawa. Mie na wewe mwangalie ndani yako muulize, wewe umeachiwa gani? Alafu kimaliza nimuulize, wewe unawaachia nini wanao? Kazi kwa watu wanajua ni nani ili tukujue my friend una msingi gani? Bwana asifiwe. Mimi naweza ukweli, tutakuja kuomba hapo, utapiga magoti mpaka magoti yatakusuka, lakini unachopata kusukana naye msingi. Kwa hivyo leo muulize. Mnakumbuka swali Elisha alimuuliza yule mwanamke mwanamke mzembe, mjane mzembe. Alikuwa mke wa nabii. Mnakumbuka? Yaani nabii alikuwa mzembe na mke wake akawa mzembe. Nabii alikufa kaacha madeni. Sio story. Yaani mchungaji kafa kaacha nini? Madeni. Biblia wanaomuia waliosubiri tatu imeisha, 40 imeisha, wakamfuata mjane wa watu. Mama sikiliza, tunajua umefiwa, mpo kifiwa wewe umefiwa sawa, ila mumeo alikopa. Na sikiliza, yule nabii alikufuata nyumba hana. Hakuna mali yoyote. Unaweza gani? Yule jamaa alisema achukue nyumba. Sasa hauna cha kuchukua zaidi ya watoto. Anaona kama utaiba na wale watu wako kama ni baba. Wanasema na Yesu kama ndio mama akimbia kwa Elisha na mtumishi wa Mungu. Nisaidie. Tena nieleza kwa adabu. Nisaidie mume wangu. Alikuwa mtumishi mwenzio. Pale Elisha akatoka kueleza kwamba unajua hakuwa kama mimi sio mzee kama yeye. Naomba ibada mtumishi mwenzio amekufa kama ya maneni, alikuwa anatamania huruma, ndio nimefiwa, tena nimesema tumesamehe, hamna my friend, hakuna alikopa, ulishirikishwa, ukushirikishwa, yaani kama kuna makaratasi uko unajua ndio imeisha, wakaona wanasikiliza ndio sasa tumeona una msingi. Waenda una nini nyumbani mwako? Wazi. Sasa hakuna maombi tutaongelea haya haya. Ila una nini nyumbani mwako? Ndio tunachukua sasa. Ili tuanzie kushughulikia na kusaidia, tunaanzia wewe umejipanga, wewe una nini? Wazi. Una nini? Mla kwanza sina kitu. Ili aone huruma, kwa mambo aone huruma. Leo nabii ana huruma. Wansi. Mimi naweza ukweli jinga upenda kwenda kwa nani? Ukiona nabii wako ana huruma wewe sio nabii. Nabii hawana na wala sio kazi yao. Sifa mojawapo ya nabii kweli kwa Mungu ana huruma. Wenye huruma ni hao shule. Nabii hana nini? Nabii anakuja unatoka talo, watu wote wanamtia moyo kwamba utapona hivi karibuni. Nabii anasikiliza, Mungu anasema usipotubu unakufa, biashara imeisha kutoka sasa. Ndio wazi nabii. Nabii watu wote wanalia na njaa. Kazi yao kwa mvua isinyeshe, hana chakula, kaenda kwa mjane. Na lazima kula. Anasema ndio nasikiliza, nilishe kwanza mimi. Niko mtakufa sawa. Ila ndio ukiona leo nabii anajilimbikizia mali sichanganye ndio alivyo asilia. Si Biblia imeandika alienda kwa mtu alibakisha chakula kidogo anabadilisha kwanza mimi. Ndio nabii anaendelea gani kubwa anaendelea kwa Mungu ndio asili yake kwa hivyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa uzuri wa nabii wa Biblia alionyesha kwanza walikwenda wakachota, wakapika, wakarudi, wale wakakuta kitu. Hiyo msiba nyingine na nabii. Hata ukimpa wewe filisiki. Ukiona unaenda kwa nabii unampa wewe filisiki my friend, yule wa mtume alionza.
kanisa. Uko ushafeli, utatapeliwa mwisho siku. Wanze mashtaka kusema na mimi uongo, hapana. Umeenda mahali ambapo sipo. Naona vizuri. Kwa jambo hili, yule mama aliulizwa, una nini? Maana yake msingi wako ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Haki ya kulipa deni ni ya kwako. Haki ya kukaa na watoto wako ni ya kwako. Lakini msingi wako uko sehemu gani? Kuna vitu vile leo vikukaa kwenye akili. Msingi, haki. Si unaelewa tumisho wangu? Na maana angalia ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 5. Kutoka sura ya kwanza mstari wa 5. Kuna kitu pale utaona. Wewe kuonyesha alafu nikueleze vizuri kwa mapana na marefu. Kuna vitu katika Biblia anasema hivi. Na nafsi zile zote zilizotoka mikononi mwa Yakobo zilikuwa nafsi ngapi? 70. Na huyo Yusufu wako huko Misri tangu hapo. Ukisoma historia kwa mstari wa kwanza, Biblia inaeleza habari za Yakobo wakati wanaenda Misri. Sasa wanapata mtoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Msingi unatengeneza asili ya mahali kukua au kudumaa. Msingi. Nakumbuka mfano wakati mafundisho sema hapa ndio kuambia kitu sio kwa kitu gani. Lakini kwa mfano nikakwambia mchukue leo mtoto aliyekulia sisi tuliokulia Ipogoro. Ukitoweka kwa kundi moja tunafanana. Bwana asifiwe. Tunafanyaje? Tunafanana. Yaani mtoto tunajionza huyu mwege hapa. Yaani tutapokutana vitu vichache lakini tutafanyaje? Tunafanyaje? Kuna ujeuri fulani tutakuwa nao ambao ukiona leo sio wa Milolesi ni Ipogoro. Bwana asifiwe. Hivyo ukienda Milolesi wale waliokulia Milolesi na watengeneza watu wake. Gangilonge na watengeneza watu wake. Kitanzini na watengeneza watu wake. Leo Kigamboni inawatengeneza watu wake. Tunaanza kasangalia. Kama unataka umezipenda tabia za watoto wa Kitanzini, unatamani na mwanao awe nayo, usikae huku Kapanga Kitanzini automatic ule msingi wa Kitanzini ndio atajengea tabia hapo, atakuwa hivyo. Na mzuri Bwana asifiwe. Kwa maana wako watu kwa nini wanashindwa kuishi ngazi ya mitaa? Sio mitaa mbaya. Amekulia wapi? Bwana asifiwe. Amekulia wapi? Na mzuri kwa mfano ni mtaalamu yule yule mmoja mtaalamu ni mbaya sana yani. Watu wanapenda sana mambo yani umesema mshindo. Nenda leo mshindo. Anzia kwa Sakura. Sio? Shuka kule chini mpaka kama hujafika Tanzania. Angalia watu. Ndio maeneo maarufu ya kuuza vitumbua, si sawa? Maana hizo ni biashara zinazoendana na mazingira ya leo. Sawa. Nyumba moja wanakaa watu 20, unajua wanalalaje wakaje wewe kuhusu ndio wanakaa matokeo. Si sawa? Hao watu kutoka asubuhi kama ni mama amejifunga tu kanga hapa peke yake, akaenda kama barabara akaenda kwa yepo kwa kawaida. Mwanaume anatokea na buku na simu ile bwana akaanza shida na moja nyumba ya pili anatoka nao. Hana tatizo. Eneo lake. Tunaona sawa? Chukua mama mpeleke eneo kama zizi huku, sio? Kila mtu kwa nyumba yake, fence yake, tunapata jioni au kuna tatizo la mtu. Huyu kule kukaa hawezi kwa sababu kila kukaa mimi nitakwenda kuwasha, ndio unamwasha, anakwenda kumwambia umbea, kashaingia mbele katoka, kabana na mwisho wa siku anajiuliza wapi? Kulala na lazizi
zake anafanya nini? Watoto zake ni watu ambao wanakutana na watoto wenye tabia tofauti na yeye, wanatamani kuwa kama wale wengine, wanashindwa kwa sababu ya msingi waliowekewa. Bwana asifiwe. Someni Ezekieli sura 16 mstari wa 3. Ezekieli sura 16 mstari wa 3. Huu ni mstari maarufu sana. Soma sana nikiwa hapa nakumbuka. Ezekieli 16 mstari wa 3. Useme Bwana Mungu awaambie Israeli hivi: asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Kanaani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Bwana Yesu asifiwe. Unamaliza. Huyu mtu ameenda kwa Mungu kwenda kulalamika hiyo mambo ambayo hayaendi vizuri. Alafu Mungu anajaribu kumwambia, my friend, tatizo sio wewe. Tatizo sio wewe, tatizo ni msingi uliotokea. Alafu anamwambia tatizo lako umezaliwa na kina nani? Umezaliwa na kina nani? Anamwambia useme Bwana Mungu awaambie Yerusalemu hivi: asili yako na kuzaliwa kwako kwatokana, mmoja Mwamori, mwingine Mhiti. Maanake katafuna tabia za Mhiti zikoje, katafuna tabia za Mwamori zikoje, alafu pata picha hiyo kiumbe iliyozaliwa kwa watatu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wakati mwingine wewe kuambia kitu, sasa unajitahidi sana kusema kwa kadri unavyoweza. Angalia maoleaji wa watoto wako leo, ni tatizo lako la baadaye. Vile unaolea watoto leo, ni tatizo lako la baadaye. Ninaweza kumbana nao sasa hivi. Unajua sasa hivi wametangaza nafikiri watu wa sio kule mikopo sio gani. Ukitaka kuapply mkopo lazima una namba ya NIDA simu. Unakuta mama mtu mzima anakuja na mtoto ambaye anamaliza form 6, anakuja naye ofisini, inaleta aje apate namba ya NIDA. Mimi sasa hivi nawafukuza, naambia wewe mama ondoka hapa kwa mtoto wako. Naambia kama unataka nimsaidie, ondoka. Tena sio hapo nje, nenda nyumbani kwenu, huyu mwacha hatapotea. Leo sababu leo tunashika mkono na neno kwenye ofisi ya mtendaji, naomba NIDA, watakujazia kila kitu. Kesho unakutana pale, wanaenda ndio wanajua pana foleni, unaenda sababu kwa sababu kweli unaenda pale mnakaa, mama na mtu mzima umekaa unasikiliza mtoto ana miaka 18 19 na umekaa tu pale. Siku anaenda kufanya application, maombi ya ajira, maombi ya shule shuleni, unaenda naye. Siku anaenda shuleni kila baada ya saa unafika hapo mwanangu, sio wewe huyo anakuja kumaliza shule na huyu nyumbani anakuwa mzigo, anatakiwa atafute kazi na yule anakaa mama zaidi tafuta kazi, hauna unayefahamia na maskini ya Mungu na juzi yake miogo, una kama unayemjua, una yeye wala mimi, unamnyamaza mwanao ulikuwa unatamani kumsaidia kila jambo. Haya, kamaliza chuo, mtafutie na kazi. Na vizuri wale wenzake ambao waliishi kama yatima, walifika pale ofisi kakukama katoka, kaenda nje kalia, kamaliza karudi, nimerudi ndio nisaidia. Nenda nje afuja kwenye ofisi sio yake, mwisho wa siku naona kila mnamsaidia, anamaliza chuo, anatoka leo unakuta kushinda tatu umepanga nyanya anauza, mtoto wako bado amekaa nyumbani na degree yake na vyeti amekaa kabatini. Na ngoja Bwana. Angalia msingi tunaoweka kwa watoto wetu. Mtoto wako, bora ndio mfano. Mtoto wako kuna aina mbili za shule. Nasumbuke. Magari ya njano na kidumu na kufanyia.
magari ya njano. Hata kwa kwamba usipende shule. Magari ya njano. Ile gari ana siti yake kwa ile gari. Sio hicho. Wakati mtoto mwenzako amekaa pale na spinde na bajaji yake, leo yeye apigwe saundi kwamba ana jero, kumbe jero change shilingi 200. Alipe hapo kushuka kimele bajaji kila siku alifika. Wewe kwako unasubiria na kama wewe unataka umechelewa sana, wazazi wao wamefeli maisha. Inakuja gari inaingia na hebu kobize akifika shuleni angalia dawati angalia kiti na meza. Maana yake una ufagio. Kwa magari ya njano hakuna madawati, kuna kiti na meza. Ana kiti chake na meza yake. Huko huyu mwingine ili akae vizuri lazima awe na msuli. Dawati la kukaa watu watatu wanakaa watu watatu. Yaani kuna mwingine anakaa kwa dirisha hivi kanaandika moja upande na anaandika kwenye goti na anaenda na ngoma inaenda. Wewe kwa watu wamekaa kwenye kiti mara hivi mara fanya hivi. Haifai. Hao wanaelewa kwenye misingi miwili tofauti. Arudi ni watu wa shule kala. Unajua alipigwa hodi saa 4. Kapigwa walinyama mchana. Anarudi nyumbani, anahakikisha anakunywa chai, anakunywa na uji, juisi kumwekea vizuri, akaangalia katuni, unampa na simu yako, anachezea pale, anamaliza, anaenda kulala, na waamsha asubuhi vizuri. Sema vizuri. Huyu mwingine akitoka shuleni akirudi, kwanza anatakiwa ajue jioni kuna mboga. Maana ni mzazi amesomasi. Anaishi maisha ya kupambana. Wewe wako wamepewa homework, unafahamu utapewa homework. Wao ndio pekee. Kuna msimoja anaeleza teacher alisema hivyo. Kazi ipo. Wao msikize kitu A B C D. Wao wahesabu hivi wanasaidia pesa sana mambo yatanishinda. Anaona mbele za nyingine Biblia inaandika wazi sana. Waheshimu baba yako ili toke nini? Wapi? Kwa sio kila mahali. Katika nchi tunaona wewe ulipewa na Mungu wako. Anasema wewe baba mfano mmoja alikuja kufuata kusini mshahara kingine mwambie sio shughuli mbele anaangaika umisho mtoto wangu inashindikana kuonyesha kutoka wapi kwa Kigoma hadi Iringa ndio kufanya nini? Akasema wewe uko mbali na wapi? Ndio ukaenda jirani kitokee nini? Katika nchi tunaona Bwana Mungu wako. Kama Mungu huko alipopeleka kwa nchi aliyompa. Huenda wenzangu na mimi tunahangaika hapa Iringa maisha magumu. Mahali tulipo sio pa kwetu. Huenda mafanikio yako huko mbele siku. Wewe kazana tunakoma hapa. Hapa my friend, huenda mafanikio yako Mwanza, yako Mtwara, yako Lindi. Wewe kazana tu hapa. Mimi sina pa kwenda hapa. Mwambie Mungu natakiwa kwenda wapi? Nimeelewa wapi niende nikaone mafanikio yangu. Nilimwambia mama mtoto wako huko Kigoma akifa situsha serikali usiwaze. Kama tukijifunza zake alijaza yeye anatoka Iringa. Relax. Wanakuleta mwenyewe. Ufuate wanaleta wenyewe. Kazi hapa ya mwajiri mtumishi wake akifa anapewa hapo. Na yeye kwa hiyo na akili nzuri. Kwa mtoto sasa hawezi kuamini anatoka jirani kwa sababu anajua ukiambiwa anatoka jirani ukiomba likizo unaambiwa nauli hapo. Yaani mimi naajiriwa kutoka wapi Pogoro. Kweli. Mimi napewa nini? Haleluya. Ndio watu marketing. Kwa siku ndio likizo marketing ndio kanauli kwa 2020
sio mbaya, kile shilingi kwenda na kurudi elfu arobaini, mkiao kwenda na kurudi elfu arobaini, tuna watoto pale kuna laki fulani unapata kama wewe ni mkete. Bwana siku zote, yani Mungu tu anisaidie, nipe neema, mambo yangu yakamilike vizuri, nihamishe watoto wangu wakakae mbali. Biashara kutoka Kitwiru kwenda Ipogoro kumsemea bibi yao tunalipa nauli 500. Yaani ukigombana na mke wako anaweza kutembea kwa mguu na kafika Ipogoro na kukusemea, hiyo haiwezekani. Mke wako kwa hapo nyuma anaweza kutembea kwa mguu akapata lift na akaenda. Anakaa mbali, mmegombana, hana hela, huna hela, hana pa kwenda, nauli ndani na ajenda yanaisha. Ili tumekusana kama chukua sadaka, tutaendelea